nimeona sina budi nililete kwenu haraka iwezekanavyo kutokana na hali halisi ambayo inayoendelea sio tu hapa nchini Tanzania, lakini kwa dunia mzima. Kuna mambo mbalimbali yanaanza kujitokeza, yanaweka umbo lile ambalo nilikuwa na uhakika itafika wakati fulani litakuja liwe wazi kwa watu wote, lakini sina uhakika. Ndio maana niko hapa ili kuweza kufafanua kama kuna watu wengine ambao hamuoni hali halisi inayoendelea sasa hivi, ambayo ni ya mabadiliko ya yale mambo mawili, moja linatokomea na lingine linaingia, muweze kujua. Nikianza na Tanzania, nilikuwa nimezungumzia habari ya Tanzania mpya inayokuja, ambayo nilimlenga moja kwa moja Askofu Gwajima, na leo nimeamua kuanza naye kumtaja kabisa na mtandao wake. Huyu jamaa amedhamiria kwamba anataka kwenda Ikulu. Anataka kwenda Ikulu kwa jina la Yesu, ambaye yule nilikuwa nimemkataa kwamba huyu ni Kristo batili. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kwa lugha ambayo imezoeleka, huyu ni Antichrist. Antichrist ni yule anayekwenda kinyume na Kristo wa kweli, ndio maana yake hiyo Antichrist. Kwa ina maana kwa mtazamo huo wa kwake tayari alishakuwa ameshajiwekea tunaita taa ya kijani, kwamba yeye anakwenda moja kwa moja baada ya kuona kwamba ni kama vile Watanzania wamelala. Kwa hiyo akaona anaweza tu akawafanya vile anavyotaka, akatimiza wajibu wake, hizo ndoto zake au hiyo shauku yake au hiyo hamu yake, vivyote takavyokuwa. Lakini nataka nimhabarishe jambo moja. Kama alitegemea kwamba Watanzania wote inawezekana, wengine wameamua tu kumbeza, wengine ni kweli hawajui kabisa, wanamuona ni mtu mmoja ambaye anakuja na jambo jema sana na hivi, hiyo habari nyingine. Lakini habari ya kuhusiana na mimi, alikuwa amekosea. Kuna Watanzania wa aina yangu, yani kwa maana mtu kama mimi sijalala. Naona kila kitu ambacho kinaendelea, sio tu hapa Tanzania, katika dunia mzima. Kimoja kimoja nachambua kama mchele. Kwa hiyo kaa kwa tahadhari, Askofu Gwajima na mtandao wako wa hiyo wanasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Asus au Isus, yani Mungu yule wa Kigiriki. Yani wewe unakwenda kinyume na Kristo kinyemela, na kwa sababu ushaona hao watu wanaokaa mbele yako kwenye mkusanyiko wako unaofanya, wakikushangilia kwa sababu wewe unakuwa umeshawahamasisha kwamba wewe una uwezo wa kuweza kuwafanya wao wakawa na maisha mazuri, wakawa na magari, wakawa na nyumba, hivi, yani kuwahakikishia mambo ya kimwili, wakakushangilia ukafikiri ndio basi. Hapana. Inatakiwa hii video uitazame vizuri na uzingatie haya nitakayokuwa nazungumza, kwamba wewe unaonekana wazi kila kitu unachofanya, na sio wewe tu, na wengine na wengine na wengine, na sio hapa tu, kwa dunia mzima unaonekana kama vile x-ray inavyoweza kutizama ndani ya mwili. Sasa basi, ngoja nikwambie jambo moja. Wewe unachokihubiri, unahubiri sio kwa ajili hata ya huyo Mungu ambaye huyo Mungu naye mzungumza mimi, ambaye ni batili, ambaye ndio yuko kinyume na Kristo. Wewe bado una tamaa ya kutaka kujiongezea zaidi, kwa sababu ndivyo ilivyo tabia ya kujilimbikiza. Ukishakuwa unataka kujilimbikiza, huwezi ukakoma huo mchezo wa kujilimbikiza, kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye anatambia kama hajitambui, kama hajawa katika ile hatua ya juu ya kujishusha, basi huyo akiwa kwenye kundi lingine tofauti na hilo ninalozungumza, ujue huyo hawezi kukoma kutaka kujilimbikiza. Kwa hiyo hamu yake bado haijaisha. Ana magari, ana mahelikopta hayo na nini, ambayo alisema watu wanasema lakini sisi tunazungumza kwa sababu si vipo, na ndio mfano wenyewe kwamba wewe una mahelikopta na nini na bado hutaki kuridhika. Sasa unataka uwe na heshima, na heshima ushaanza kuionja, kwa sababu kuna wakati tumekuta juzi tu hapa ulikuwa na magari sijui mangapi meusi,
Yaani wewe unajaribu kuonyesha hao waumini wako kwamba wewe ni kama kiongozi mmoja mkubwa sana, lakini ninachotaka kuzungumza ni hiki kwamba ndugu zangu wa Tanzania, nawaomba mnisikilize kwa makini sana, kwamba watu wa namna hii tunao wengi ambao wanataka tu mambo yao ya binafsi yaweze kupita kwa kutumia mitaji ya wenzao, mitaji ya Watanzania wenzao, labda niweke katika namna hiyo. Yaani atumie wewe kama mtaji wa kumfikisha pale unapotaka yeye. Lakini mimi leo nazungumzia upande mmoja tu. Nazungumzia upande wa hawa jamaa wanavyotaka kuitumia dini na waumini wake wa dini husika ili iwasaidie kuwafanya waonekane ni watu wanaokubalika kutokana na yale wanayokuwa wanahubiri, kwa sababu yana kisingizio cha kwamba ni maneno ya Mungu, na watu wameaminishwa hivyo kwa karne 17. Sasa imekuwa kama ni kilema cha kwamba haiwezekani kumbeza mtu wa namna hiyo kwa sababu ni mtu wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, ndio wanavyoitwa. Lakini ninachotaka kuambia ni hili, kwamba hao sio watumishi wa Mungu, au niweke sawa sawa, hawa sio watumishi wa Mungu wa kweli. Hawa ni watumishi wa Mungu wa uongo. Hawa ni watumishi wa mpinga Kristo halisi, kwa sababu huyu bwana anajikamata na video zake mwenyewe. Kwa hiyo ina maana anajikanga kwa mafuta yake mwenyewe. Ameshaanza kuahidi kwamba atakapofika madarakani watu wengine watalazimika kuwa walokole ili waweze kuchanganyika na hizo nyakati zake za yeye kuwa kiongozi. Kwa hiyo anachotaka kusema kwamba anakwenda kuweka na yeye oda yake fulani ambayo inafanana, of course nikisema kwamba ni New World Order, ina maana kwa hapa kwetu nitasema huyu bwana anataka kuja kuweka New Tanzania Order. New Tanzania Order ambayo itawafanya watu lazima wawe wameokoka. Sikatai watu kuokoka, lakini je, wanaokoka kwa Mungu gani? Au wanafuata utaratibu wa kiongozi anayeabudu Mungu wa namna gani? Je, tukubaliane, watu kama mimi nikubaliane tu aendelee kuburuza watu ili watumie kama mtaji ili waweze kufika huko anakotaka kwa sababu ya manufaa yake yeye na hao wenzie ambao wamekuwa wakimtabiria, kwa sababu ndio mtandao wake wenyewe. Wanamtabiria atakuja Tanzania, jiandaeni, atakuja mtawala mwingine hapo Ikulu ambaye atakuwa ni mtu ambaye anaweza akaihubiri injili hivi na hivi. Aje Ikulu aihubiri injili ya mpinga Kristo? Aje ahubiri injili ya Yesu huyo mzungu ambaye ni mpinga Kristo? Mpinga Kristo wa Mkristo halisia ambaye ni Mwafrika, mtu mweusi kama mimi, mtu mweusi kama yeye, anamkataa Kristo ambaye ana ngozi hii kama ya kwake yeye. Na hao walio kwenye mtandao hali kadhalika wanakataa eti Kristo ambaye ni halisi, ambaye yuko katika ngozi yao. Je, nyuma yao hawa yuko nani? Nyuma yao hawa yuko nani? Mwisho wa safari nitasema nyuma yake wapo watu weupe ambao ndio hao wanaotaka dunia iendelee kuabudu wao kama ndio binadamu wenye hadhi ya juu kuliko binadamu wengine. Na wakati wao walikuja wakatukuta sisi ni zao letu sisi, wao ni zao letu sisi kwa namna moja au nyingine, au tukisema tukienda kisayansi tukana DNA hizi vinasaba vinavyoongea ni kwamba wao wana asilimia ndogo sana ya ubinadamu.
Sisi ndio wenye asili kubwa, yaani asili yetu ya vinasaba inaeleza sisi ni binadamu kamili. Sasa ina maana ulimwengu umetawaliwa kwa miaka mingi sana na hawa jamaa ambao sio binadamu. Halafu kuna watu wa sasa ni Watanzania wenzetu au ni Waafrika wenzetu au ni watu wa rangi yetu sisi, sawa, wenzetu wanaunga mkono katika huu mkururo wa kuweza kumtangaza Kristo ambaye siye, na ndio kinachoendelea. Halafu wanategemea watu wamelala usingizi tu, basi mmeula wachua. Kwa sababu gani? Hamtafanikiwa kufanya hilo mnalotaka kufanya. Nilishaeleza kwamba dunia imefika mahali sasa inafanya mabadiliko. Ni kawaida kwamba dunia ya zamani itatokomea na dunia mpya imeshaingia tayari, na wale waliokuwa wanategemea kama maandiko yanavyozungumza ya Biblia kwamba wanamsubiri Kristo mawinguni, basi nataka kuambia Kristo ameshawasili kiroho. Narudia tena, Kristo amesharudi mara ya pili kiroho, tayari yuko tele. Kwa wale wanaojitambua yuko tele ndani yao, wale wasiojitambua ndio hivyo wataendelea kuwafuata hao. Lakini sisi, chagizo langu leo ni kwamba hakuna hata mmoja wenu, hata mmoja, ambaye hakuja hapa duniani ili auvae mwili bila kuwa na makusudio maalum ya kuwapo kwake hapa. Kwa hiyo asitokee binadamu mwenzio akakuburuza kwa ya kwake hayo aliyoyazoazoa hapa duniani, ambayo yanafata tamaa zake za mwili, na akakupotezea malengo yako ya wewe, makusudio yako ya kuwapo hapa duniani. Kwa hiyo wale wote ambao wataanza kujitambua, ina maana watajitambua kwa kuanza kujua kwamba sisi hatukuja hapa duniani kuja kuzurula. Hapa tumekuja kwa makusudio maalum ya kazi ya utekelezaji wa majukumu ya ujenzi au katika kutukuza utukufu wa anga mtambuka au mbingu kuu, the universe, Mungu wa kweli. Kwa sababu sisi tuliachiwa maagano, na sisi dunia sasa imeshaanza kututambua kwamba sisi ndio Waisraeli, na Kristo ni Mwisraeli. Ni Mwisraeli kwa maana gani? Sisi ni Waisraeli kwa sababu ni watu weusi. Kristo ni Mwisraeli kwa sababu ni mtu mweusi. Huo ndo Uisraeli wetu, uko kwenye rangi. Alama yetu iko kwenye rangi. Kwa hiyo asitokee mtu akakuburuza. Haya malengo ya hawa wanakupelekeni kwingine. Kwa hiyo kuanzia leo achana nao. Achana nao. Acha kuwachangia hawa watu. Mnakwenda huko afu mnatoa tu fungu la 10 hapa. Nishaeleza video zilizopita. Mnakuwa watumwa. Acha kuwa mtumwa. Hukuja hapa wewe uwe mtumwa. Hasa uwe mtumwa wa mtu, binadamu mwenzio, hata dakika moja. Msikubali. Ninapenda muendelee kunisikiliza kwa sababu nitakuwa na video nyingi sana ambazo nitakuwa na rekodi. Muendelee kunifuatilia. Nafuatilieni hizo zingine ambazo nimeshazirekodi, zinafika karibu 20 na kitu 50, sijui ngapi huko. Nimeshasahau hata namba yake. Lakini unajua zinakuja taratibu kuja kufahamika kwenye mitandao. Kwa hiyo nawaombeni sana, acha kuwa mtumwa. Huyu jamaa hana nia nzuri na huo mtandao wake. Asanteni sana.